ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Ndugu Islam, Allahu subhanahu wa ta'ala kaiwekea kheri nyingi baada ya haji, na kaeka fursa nyingi. Fursa ni kitu kikubwa, ufaidika nacho katika kheri hii ya haji. Tumeziona fursa na kheri na fadhila mbalimbali katika ibada ya haji, lakini leo katika darasa yetu hii tutaanza na tukio ambalo lilitokea zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukio ambalo linatupa mafunzo juu ya fadhila na baraka na kheri ya ibada hii. Tukio hili kalieleza mwanachuoni wa umma huu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Anasema Abdullah ibn Abbas, baina rajulun waqifun ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi'Arafah idh waqa'a an rahilatihi fa aqa'asathu. Wakati palikuwa na mtu mmoja yupo pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika viwanja vya Arafa, ghafla akadondoka mtu huyu kutoka juu ya mnyama wake, na kwa sababu amedondoka chini kwa kishindo, yule mnyama akawa amesababisha kuvunjika kwa shingo yake. Huyu bwana huyu yumo katika uwanja wa Arafa kenda kwa ajili ya haji, na kikawaida mtu akifa katika viwanja vya Arafa basi huwa bado yumo ndani ya ihram, bado huyu ni muhrim, kwa sababu kwa upande wa mahujaji mtu huwa anatoka nje ya ihram siku inayofuata baada ya siku ya Arafa, ambayo ni mwezi 10. Na hiyo mwezi 10 yenyewe ikiwa amezifanya zile amal za kumtoa katika ihram ili apate tahallul. Na ihram tumesema ni kile kitendo cha mtu kuwa amehirimia na sasa yuko katika hali ya kwamba atakuwa ana miko fulani inabidi aichunge, kama vile kukata kucha, kutoa nywele mwilini na mengineyo mbalimbali katika mambo ambayo anakatazwa muhrim. Ni kama mtu ambaye ameingia katika ibada ya sala, akisema Allahu akbar huwa tayari ameshahirimia. Kabla ya kusema Allahu akbar alikuwa na uwezo wa kunywa maji, kula chakula, kuzungumza, kupokea simu akazungumza na mtu, lakini mara tu baada ya kusema Allahu akbar miko ishaanza. Kwa nini? Kwa sababu ashahirimia sala huyu. Kwa hiyo vile vile katika ibada ya haji mtu huwa amehirimia na hawezi kutoka nje ya ihram mpaka ije mwezi 10, siku inayofuata baada ya siku ya Arafa. Akifanya vitendo fulani anatoka nje ya ihram, sasa anapata tahallul. Kama ilivyokuwa mtu ambaye kahirimia sala hawezi kufanya mambo tofauti ambayo anayafanya katika maisha yake kila siku, kula, kunywa na mengineyo, mpaka awe amemaliza sala. Akitoa salam, hapo tena ameshakuwa katika hali ya kawaida. Basi na huyu sahaba alikufa katika halatul ihram, na ninachotaka kukieleza kabla ya kuendelea ni kwamba halatul ihrami afdal min halati tahallul.
hali ya kwamba mtu yuko kwenye ihram tukufu zaidi kuliko kabla ya kuingia katika ihram. Kwa hiyo huyu ni muhrim, kadondoshwa na mnyama wake ikavunjika shingo yake akafariki akiwa bado ni muhrim. Yani mwanamme huyu amevaa yale mavazi yake ambayo anavaa muhrim, ridaa ya juu na izari ya chini. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ighsiluhu bima'in wa sidr, huyu muosheni kwa maji na majani ya mkunazi, wakafinuhu bithaw Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja sababu kwa nini kakataza yale kufanyiwa yule maiti. Akasema kwa sababu huyu atafufuliwa siku ya Kiyama hali ya kuwa analeta talbia. Hiyo hadithi ameipokea Bukhari na Muslim. Yani atafufuliwa siku ya Kiyama na huko anasema labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Na kawaida talbia ni dhikri ambayo hailetwi na mtu isipokuwa muhrim. Yani huwezi kusema hapa nyumbani upo ukaleta dhikri ya talbia ukasema labbaik Allahumma labbaik kwa lengo la kumwabudu Allah. Ukifanya hivyo itakuwa ni dhambi na ni bid'a. Labda iwe kwa lengo la kujifundisha uihifadhi. Maana kuna tofauti baina ya anayefanya talbiya taalluman na anayefanya talbiya taabudan. Anayefanya taalluman kama ndo anajifundisha hivyo ili atakapoifanya ibada ya haji asipate taabu, basi ni vyema. Lakini ikiwa ndo anamwabudu Allah hivyo kwa kuleta talbia antarajia thawabu na yeye yuko nyumbani katika mazingira ya kawaida, huwa talbia imefanywa sio mahala pake. Na ndio maana tutakapokuja lisoma somo hilo la fiqhi ya hija na umra, tutakuja hiyo na mipaka ya talbia, inaanzia wapi inaishia wapi. Sasa huyu bwana huyu ambaye alifariki zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba alikufa katika hali ya kwamba yeye ni muhrim, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema msimfunike kichwa
kama ilivyokuwa muhrim akiwa yuhai hatakiwi afunike kichwa, msimtie manukato kama ilivyokuwa muhrim anapokuwa hali ya kwamba yuhai hatii manukato. Alafu akasema mvikeni sanda yake kwa haya mavazi yake mawili, kwa sababu muhrim ndo anavaa mavazi mawili kikawaida. Basi na huyu ingawaje amekufa, kafa akiwa ni muhrim. Ndo Mtume akasema fa innahu yub'athu yawm alqiyamati mulabbiyan, atafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa analeta talbia. Watu wengine watafufuliwa katika hali nyingine, lakini huyu ambaye kafa na ihram anatoka kaburini anasema labbaik allahumma labbaik. Hii hadithi amepokea al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim rahmatullahi alayhima. Na hapo ndipo waliposema baadhi ulama, kwa mfano madhhabi ya Shafi'i na Ahmad na Ishaq ibn Rahawayhi, kwamba muhrim akifa haijuzu kuvishwa mavazi ya kawaida, wala asifunikwe kichwa, wala asitiwe manukato, kwa sababu ya haya aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kafa na alama yake ya hija, anafufuliwa akiwa na alama yake ya hija. Wakasema mfano wake kama ashahidi, aliyeuliwa shahidi, siku ya kiyama akifufuliwa, ile mishipa yake ile inatoa damu, pengine kakatwa kichwa ikawa damu inatoka, basi na siku ya kiyama atakuja na mishipa yake inatoa damu. Kwa hiyo alama aliyokufa nayo shahidi atakwenda nayo siku ya kiyama, hivyo hivyo aliyehirimia hija. Na hapo maulama wakasema, kwa hiyo inapendelewa sana mtu alete talbia mara kwa mara baada ya kuhirimia, ili awe kafa hali ya kuwa yeye ni mulabbi na afufuliwe na hali hiyo. Man mata ala shay'in bu'itha alayhi, atakayekufa na hali fulani atafufuliwa nayo. Hadithi hii inatupa faida kwamba halatul ihram haikatiki kwa kifo. Yani mtu kwa ni muhrim, ihrami yake haivunjiki wala haimaliziki kwa sababu ya kifo. Kifo hakiondoshi halatul ihram, kwa dalili ya kwamba Mtume kataka miko ya ihrami iendelezwe maiti yule, na akifufuliwa maiti yule atakuwa anafufuliwa huku akileta talbia, na kawaida haleti mtu talbia ila katika halatul ihram. Kwa ihram haikatiki kwa mtu kufa, bado huyu atahesabika kuwa ni muhrim. Na mama Aisha radhiallahu anha, na hii ni faida nyingine, tunajua kwamba mama Aisha alifanya hija pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wengi walishiriki katika hija ambayo Mtume aliifanya. Mwaka wa 8 Hijiria iligombolewa Maka. Mwaka wa 9 uliofuata Mtume hakutaka kwenda kufanya hija yeye, kwa sababu bado athari za shirki na masanamu hapo pale Maka, na yeye alitaka akaifanye hija ikiwa mazingira safi, hayana shirki, pana tauhidi tu. Kwa Maka ilipoingia mikononi mwa Waislamu mwaka wa 8, sasa Mtume akawa na ujasiri alayhi salatu wassalam, na akashapata nguvu sasa ya kuifagia shirki pale Maka. Kwa hiyo kwa sababu bado mazingira hayakutayarishwa vizuri, mwaka wa 9 hakwenda yeye, akamwacha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu awe amiri wa kuiongoza haji. Kwa haji nzima mwaka wa 9 iliongozwa na Abu Bakar Siddiq. Mwaka wa 10 ndo ikatangazwa mapema kwamba huu sasa ni mwaka ambao Mtume mwenyewe anaenda kufanya hija, na ndio hija moja tu aliyoifanya katika uhai wake, na ndio mwishoni mwa uhai ikaitwa Hajjatul Wadaa, hija ya kuaga. Wakenda wake zake alayhi salatu wassalam na masahaba mbalimbali, 124,000 walishiriki katika hija hiyo, watu 124,000. Taarifa zilipozagaa kwamba Mtume anahiji mwaka huu,
watu wengi wakienda wakashiriki, ili kupata mafunzo mbalimbali. Kwanza mtume wenyewe yuko mwishoni mwa uhai. Sasa hivi Maka ishagombolewa na watu wameingia kwenye dini ya Allah makundi kwa makundi, na hiyo ni ishara ya kwamba kifo cha mtume kiko karibu. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Suratul Nasr hiyo. Sura hii imekuja toa alama ya kwamba mtume sasa anataka kufa, kwa sababu shabaha ya utume ishatimilia. Na ndio maana naambia ukiona watu wanaingia kwenye dini ya Allah makundi kwa makundi, sasa fathu ishapatikana na nusra ishapatikana. Idha jaa nasrullahi wal fathu, na ukaona watu wanaingia kwenye dini ya Allah makundi kwa makundi, sasa lete tasbih, kama kwamba tengeneza sasa mwisho wako, sasa mwisho wa kukutana na Mola wake, mwisho kwa ajili ya kukutana na Mola wake. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, omba msamaha, innahu kana tawwab, hakika yeye ni mwingi wa kukubali toba. Tokea siku hiyo mtume ilikuwa akirukuu na akisujudu anasema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Anatekeleza ujumbe aliopewa katika sura hii, Suratul Nasri, na mpaka leo ni sunna kusema maneno hayo katika rukuu na sijda. Aliambiwa alete tasbih na tahmid, na jambo la tatu istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Hayo maneno akayashika katika rukuu yake na sijda yake mpaka kufa. Anatayarishwa kwa ajili ya kuzidi kupamba hatima yake. Kashamaliza kazi, sasa mwisho wa kazi aombe msamaha, kama ilivyokuwa mwisho wa sala. Ushamaliza kazi ya ibada ya sala, mara tu baada ya kutoa salamu unatakiwa ufanye istighfari 3. Kuna mwisho wa kazi ya utume na da'wa, sasa anaambiwa afanye istighfar. Hija akaenda hiyo, ukashiriki umma katika hija hiyo, ilikuwa ya aina yake, na ndio hija moja tu alohiji mtume sallallahu alaihi wasallam, na inaitwa hajjatul wadaa, hija kuaga masahaba wake na umma. Alitoa mafunzo mengi humo katika hija hiyo, mithili ya mtu ambaye anaaga dunia tena akawaita wanawe, sasa anawahusia mambo muhimu, washikane, wawe wamoja, wawe hivi na mambo kadha wa kadha. Anawahusia, huwa ni usia mkubwa ule wa aina yake, kwa sababu mzee anataka kuaga dunia tena, hali shakwa kukata tamaa. Kuna mtume sallallahu alaihi wasallam katika hija hiyo alishiriki. Sasa yeye mtume alifanya hija inaitwa qiran. Qiran yani kupiga ndege wawili kwa jiwe moja. Qiran, asili ya neno qiran maana yake kuambatanisha. Kwa hiyo inakuwa umra na hija kwa kitendo kimoja katika vile vitendo ambavyo vimo ndani ya hija na umra, kama vile tawafu na sa'yu. Watu wanapoenda kufanya hija leo wanafanya ibada ya aina ya tamattu', na ndio bora zaidi, na nitakwambieni kwa nini. Wanafanya ibada ya aina ya nini? Tamattu'. Tamattu' maana yake wanafanya umra kamili, kwa hiyo inakuwa kuna tawafu na sa'yu kwa ajili ya umra. Tawafu ya al-Kaaba na sa'yu baina Safa wal Marwa, na umra inakamilia. Halafu tena wanatoka kwenye ihram, wanapata tahallul, wanavaa mavazi yao ya kawaida wanaume, wanawake tokea hapo wana mavazi yao ya kawaida. Tena ile miko ya ihram inakuwa ishaondoka mpaka inakuja mwezi 8, wanahirimia upya kwa ajili ya hija, na itakuja tawafu ya hija na sa'yu yake. Lakini mtu anayefanya qiran huwa tawafu moja inapiga ndege wawili, hiyo hiyo umra na hiyo hija, na sa'yu vile vile baina Safa wal Marwa. Na mtume alilazimika kufanya qiran, baadaye alitamani na yeye angekuwa hajachukua mnyama wake kutoka Madina kuja naye Maka, ili engeweza kupata ruhusa ya kufanya tamattu na yeye, lakini kwa sababu alimchukua mnyama, na sheria inasema mtu ambaye kachukua mnyama huyo kwa lengo la ibada ya qiran hawezi tena kuibadili ibada yake. Lakini aliwaamuru masahaba waigeuze
nia yao iwe ni tamattu. Sasa wafanye umra imalizike, ili wapate tahallul na wepesi, baadaye wafanye haji. Akawaamuru hivyo, na yeye mwenyewe akasema, law istaqbaltu min al-amri mastadbartu ma suqtu al-hadi, akitaka kumaanisha kwamba ningejua kabla hata singechukua mnyama wangu, ili na mimi niweze kufanya aina ya tamattu, kwa sababu ina fadhila kubwa zaidi, na ndio hiyo tunaifanya leo. Hija ikamalizika, Mama Aisha radhiallahu anha na yeye alilazimika kufanya qiran, kwa sababu ilimtokezea ada yake ya mwezi, kashahirimia ili afanye umra peke yake, hija peke yake, lakini kabla ya kuanza tawaf akapata ada yake ya mwezi, na huwezi kufanya tawaf katika hali ile. Hata aliposubiria tayari siku ya hija imeingia, na yeye hakutahirika, na akaambiwa fanya yote wayafanyayo mahujaji isipokuwa usifanye tawafu mpaka utahirike. Kwa hiyo ikabidi aigeuze ibada yake kutoka kuwa tamattu iwe ni qiran, na yeye ikawa sasa na yeye kapata kizuizi kama ilivyokuwa mumewe kapata kizuizi. Wote wawili wamepata vizuizi vya kuipata tamattu. Ilipomalizika ibada akapata unyonge Aisha radhiallahu anha, akasema, ya Rasulullah, watu wanarejea na ibada mbili, mimi narejea na moja, akimaanisha mbili yenyewe umra peke yake, hija peke yake. Na yeye kapata umra na hija kwa sababu ni qiran, lakini sasa aliona wenzangu mpata ibada mbili zilizojitegemea. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomruhusu na yeye apelekwe na kaka yake Abdurrahman kwa ajili ya kwenda kuhirimia apate umra sasa. Na ndio maana baadhi ya wanavyuoni wanasema kufanya umra kule zaidi ya ile umra ambayo umeiendea kwa ajili ya tamattu, umra na haji. Wengine hawapendelei kufanya umra nyingine kwa sababu Mtume na masahaba hawajafanya, alifanya Aisha tu kwa udhuru huu. Na wakasema kila ambaye itamtokezea hali kama ilivyomtokezea Aisha, basi na huyo naye anaweza akafanya umra bila utata wote. Lakini ukiacha nje ya hali hii, baadhi ya maulama wakazikataa umra nyingine, kwa sababu wanasema asili safari moja inabeba ibada moja tu, ila kwa mutamati akaruhusiwa kwa sababu ya ndo dini imependelea hivyo kwamba mtu anafanya tamattu. Na ndio maana wakasema anachinja mutamati, mutamati anachinja. Ingawaje wako wanavyuoni waloruhusu umra zaidi ya moja, na mtu akienda kule akienda akihirimia tan'imu akafanya umra, wako waloruhusu. Lakini tunachotaka kukizungumza zaidi hapa na asili ya kuleta mkasa wote huo ni kwamba pana fadhila hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja kuhusiana na huyu Aisha radhiallahu anha alipoenda katika ile sehemu inayoitwa Tan'im. Tan'im ni sehemu ambayo iko nje ya haram, kwa sababu lazima ili Aisha aifanyie umra ibada iwe katoka nje ya haram, kwa sababu anasema ibada za manasikul haji wal umra zinakusanya baina alhilli wal haram. Yani haram ndo ule mpaka ambao kitovu chake ni Al-Kaaba, alafu Al-Kaaba na kuwa ambalo liko pembezoni mwa Al-Kaaba ni kwa mipaka fulani, alafu unatoka haram unaingia hili, pengine nusu saa. Unaweza ukatoka hotelini ambapo ndo tuko karibu na haram, au tuko karibu na Kaaba au Al-Masjid Haram, utakwenda kwa nusu saa au saa kasorobo, utaiona mipaka haram sasa inamalizika, ambapo Maka bado inaendelea kwa masafa marefu, sababu Maka sasa hivi imekuwa kubwa na majengo yanaendelea. Sasa nje ya haram ndio inaitwa al-Hill. Eneo hilo ambalo ukienda Aisha la hili hiyo, hapo pale panaitwa Tan'im. Akahirimia Aisha, na ndipo pakajengwa msikiti huo ukaitwa Masjidu Aisha kwa sababu ya tukio hilo la mama Aisha kuhirimia hapo.
Na ndio maana leo mtu akitaka kwenda kufanya umra anakuambia nenda Masjid Aisha kuirimia tena kufanya umra ya pili au ya tatu, kwa sababu ni sehemu ambayo alipelekwa Aisha kwenda kuirimia kwa ajili ya kuja kufanya umra, ili arejee na furaha ya kwamba na mie nimepata hija na umra viwili kwa kujitegemea kila kimoja peke yake. Lakini ukweli ilikuwa ile qirana aliyoifanya yeye tayari ina hija na umra, kwa sababu nia yake ni kwamba ibada mbili kwa kitendo kimoja. Sasa Mtume nini alimwambia Aisha radhiallahu anha? Haya ndio yanayotuhusu hasa. Baada ya maelezo yote hayo, alimwambia inna laki min al-ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Aisha, utapata ujira wewe, hakika utapata ujira kwa kadri ya kuchoka kwako na matumizi yako. Yaani ukitumia matumizi mengi na kuchoka kukawa kukubwa, na ujira wako nao utakuwa mkubwa. Hapo anafundishwa Aisha na unafundishwa umma jambo linaloitwa al-ihtisab. Al-ihtisabu leo imepotea, na thubutu kusema hivyo kwa sababu tumetajua fadhila nyingi za mambo mengi, lakini haipiti katika moyo matumaini ya ule ujira. Kwa mfano leo anaweza kwenda mtu msikitini, nani inampitikia kwamba hizi hatua hizi nalipwa hapo, anafurahia ule ujira kama anauona, mithili ya anavyofurahia anapokuwa dukani katika msimu, alafu ikawa kuna wingu la watu na pale anapokea noti nyekundu nyekundu zile kwa wingi, watu wananunua pale, si anahisia kwamba napokea sasa hivi na furaha inakuwa kubwa. Kwa nini furaha kama hiyo isiwe wakati wa kila hatua unapopiga kwenda katika ibada ya haji, kwenda msikitini? Kwa nini isiwe siami inatupatia furaha kila sekunde ikipita unaona Allahu akbar, ujira mkubwa ashaupata hivi sasa? Kwa nini hafungi mtu muhtasiban? Na Mtume ashasema imanan wa ihtisaban. Ihtisabu imepotea leo, yale matumaini ya. Kwa hiyo kumbe shida ikizidi katika ibada, taklifi ikiwa kubwa, pesa nyingi imetoka, machofu mengi, yani nguvu za hali na mali, hapo Mtume kazitumia kaukazieleza hivyo kwamba zikiwa kubwa ujira mkubwa. Inna laki min al-ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Sasa kumbe siku ukijiona umechoka katika ibada ya haji, kwa mfano mwezi 10 ile, tunatakiwa tukumbushane hadithi kama hii. Mwezi 10 ni siku ya mikiki. Watu wakishatoka pale Arafa wakenda wakalala Muzdalifa, siku wakiamka kutoka Muzdalifa mwezi 10 ile ndio hasa ina mambo, mwendo mrefu, amali nyingi. Kama uliweko si watu mpaka wanaumwa kwa kuchoka, anaumwa kabisa na homa na kila kitu, ndio inakuwa mwezi 10. Na ndio maana hata haikusuniwa tahajudi usiku ule wa Muzdalifa kuamkia mwezi 10. Tahajudi si ni ibada kubwa? Basi hakuna qiyamul layli kirefu siku ile. Siku ile anatakiwa alale mtu ajiandae na mwezi 10, kwa sababu ya uzito wa amal zilizoko mwezi 10. Wa huwa yasirun ala man yassarahu Allahu lahu, ingawaje ni jambo jepesi kwa atakayewepesishiwa na Allah, kwa sababu Allah akiamua kuwepesisha na ukaomba dua na Allah kuwezeshe, basi mambo ni mepesi. Lakini ada ilivyo, amali za mwezi 10 zina uzito wake na mwendo unakuwa mrefu. Ndio siku ambayo watu wanapiga jamarat, halafu wanaenda wanafanya tawafu. Huo mwendo tu akishatoka jamarati mpaka tawafu si mwendo wa kawaida. Anapiga tawafu mizunguko yake 7, atoke hapo ende sayu, hata akifika hotelini ana migusi yake na mwili umechoka. Kwa hiyo katika hali kama hiyo inavyotakiwa matumaini, ndio Aisha anaambua vile ukichoka sana na ujira wako mkubwa. Inna laki min al-ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Maulama anasema lakini matumizi yalokusudiwa hapa sio ya anasa, kwamba mtu labda anapenda sana ale, anywe, aingie dukani anywe biskuti mara juisi, anywe kila kati yeye akasema nimeambiwa bwana mimi nalipwa tu kwa matamanio, timiza tumbo langu alafu na malipo makubwa zaidi. Haijakusudiwa hivyo, ni yale matumizi yaliyotumika kuifanikisha ile ibada ya haji, gharama za hija.
Hali kadhalika matumizi ya sadaqat, kuwapa wanyonge, kuwafanyia ikramu wenzio. Na hali kadhalika, naam, kuna siku una kiu, unahitaji chakula, pengine umekichoka kile ambacho unakula, unataka kubadilishe, ndio hija imekupasa ufanye hayo. Na kusudia katika hali ya kawaida mwanadamu anayo, kachoka, chakula hichi hakiwezi tena, sasa ataweza kukonda, atadhoofika, lakini si ule uwanja wa tawassu katika maladhat na shahawat. Hatusemi kwamba hayo ni haramu, tunataka kusema hayo sio alokusudiwa matumizi hayo katika hadithi hii, matumizi ya kuifanikisha ile ibada ya haji. Na ni katika kufanikisha kulisha wanyonge na maskini, kulisha wanyonge maskini. Na tulisema kwamba katika mambo yanayoifanya haji iwe mabrur ni kulisha. Mama Aisha anaambiwa haya na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili iwe ni somo kwa mahujaji na maumari wa dunia nzima. Inna laki min al-ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki, utapata ujira wewe kwa mujibu wa nasabiki, uchofu wako, wa nafaqatiki. Na ibada ikimfikisha mahala akachoka mja hupata kheri. Ili neno nasabiki ndo limekuja mwishoni mwa alam nashrah, pale Allah azza wa jalla aliposema fa idha faraghta fansab. Kwa hiyo an-nasab katika ibada ina ujira wa hali ya juu. Allah anapenda kumwona mja wake kachoka, au kaamka tahajudi usiku ule, hata anafanya istighfari mwenyewe kachoka, pengine lepe lamchukua la usingizi kwa kiwango, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kakataza watu kuwa wanasali sala za usiku mpaka istajama alaihimul Qur'an, kila anachokisoma hakijui tena. Yeye badala kusema la a'budu ma ta'buduna, anasema a'budu ma ta'buduna. Sasa huyu itakuwa hatakiwi afanye hivyo. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja wenu asali na shatahu, kwa kiwango chake anachoweza. Ikishafika mahala sasa anachokisoma hakijui tena, akili haipo, analala mle kwenye sala, hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kakataza. Na alikuta kamba imefungwa katika viguzo vya msikiti, akauliza ya nani? Akaambiwa Zainab, huyo anasali akichoka ndo anaegemea kamba hiyo. Akasema afungueni kamba, mmoja wenu afanye ibada kwa nashati yake, kwa nashati yake. Kwa hiyo uchofu una kheri na fadhila na ujira ikiwa hautopoteza ile roho ya ibada yenyewe. Ndio akasema ya Rasulullah, ayasduru nasu binusukain, watu warejee na ibada mbili, wa asduru binusuk, mimi nirejee na moja tu. Mtume akamwambia intadhiri, basi subiri, fa idha tahurti, ukishasafika, fakhruji ila tan'im, toka uende Tan'im, fa ahilli thumma atina bimakani kadha wa kadha, nenda kule kahirimie, alafu mtatufata sehemu kadha wa kadha. Ina maana Mtume alianza safari kidogo na masahaba wake ili kakawa Aisha mpeleke wamalize umra, alafu watawakutia sehemu fulani. Kisha ndo akaambia, lakini ujira wako ni kwa mujibu wa machofu yako na matumizi yako. Tunachokusudia kueleza katika haya kwamba ile haji ile, kama itakuwa hakuna kitu hicho cha ihtisab na kariri, na nitaendelea kukikariri, roho itakuwa imepotea ya ibada ya haji. Jambo moja kubwa limepotea. Watu wanadhania kwamba ukishajua fiqhi ya hija na umra ishatosha, lakini kumbe hajajua kwamba roho ya hija na umra ndio kitu kikubwa sana. Ukiona Mtume mpaka anataja ni sharti hilo katika siyam kwa ajili ya kusamehewa makosa aliyopita, anasema man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ujue kwamba pana jambo kubwa, na kwamba hapo ndo atatofautiana baina almutaabidi radhi wa baina almutaabidi almutabarrim, baina anayeabudu karidhia anafurahia ujira, na baina anayeabudu yuko na tafrani, anaona ndo tumewekewa ibada, tutafanya nini, lazima uende hija mara moja, alafu anafunga azimio, anasema baada ya hija hii siji tena. Wamefika wengine kutamka
Naam, anafika tena anasema kama hija ndio hii ndio basi, baada hii mie, maanake kwamba lau ingekuwa ihtisabu kubwa, imani kubwa, angeona hii ni fursa, anatamani irejee kila mwaka, lakini yeye kaona machofu, hakuona ujira. Kwa hiyo anasema hii ndio hii tena basi, na ndio kama alivyotuambia ustadhi, risasi moja basi, sasa siongezi ya pili, hata nikiweza kuitia ya pili nikanunua kwenye bastola yangu, mimi ndo ile ile, kama Simba kanipiga nimempiga, ndo tushamalizana. Mambo hayako hivyo. Ikikosekana iman na ihtisab, tutakuja poteza kitu kikubwa sana. Allah anasema alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah, wale walioamini wakafanya hijra, wameacha maeneo yao waliokuwa wakiishi, wakapambana katika njia ya Allah azza wa jalla kwa mali zao na nafsi zao, hao daraja yao kubwa zaidi mbele ya Allah, daraja yao kubwa. Sura Tauba. Kwa nini? Kwa sababu wamefanya muhanga hawa, na tulisema kwamba zile amali tatu zinaporomosha amali mbaya zilizopita nyuma, kwa sababu zote zina mbadiliko wa hali: kuslim, hijra na haji. Wakati Amr ibn al-As aliposhurutisha kwamba Rasulullah, mimi niko tayari kuslimu, lakini nisamehewe makosa aliyopita, akaambia hujajua wewe kama kuslimu kuna bomoa dhambi zote za nyuma na hijra na haji. Sasa amali zikiwa nzito, malipo yake makubwa. Ndio hapo Allah akasema alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah, hao wana daraja yao kubwa zaidi. Na kuna aya katika suratu Zumar, aya ya 10, hiyo tuiweke mbele katika maisha yetu yote ya ibada zetu, na hususan ibada kama ya siyami yenye uzito wake na haji. Biruna ajrahum bighairi hisab, si vinginevyo watapewa kikamilifu malipo yao wenye subira bila hisab, watalipwa bila kikomo, bila hisab. Innama yuwaffa sabirun ajrahum bighairi hisab. Sasa hapo maulama wakasema kwamba unajua kwa nini wamelipwa bila hisabu hawa? Kwa sababu ya sabr, subira. Asabru sabir wa nihayatuhu asal. Anasema asabru sabir, subira ni shubiri. Shubiri kwa Kiarabu inaitwa sabir. Herufi ni hizo hizo tatu, as-sa'u wal-ba'u wal-ra, lakini tu katika shubiri ile ba inapata kasra. As-sabru sabir, subira ni shubiri. Wa nihayatuhu asal, lakini mwisho wake ni asali. Wa shahwatu asal wa nihayatuhu sabir, na matamanio ya haram mwanzo wake ni asali matamu, lakini mwisho wake shubiri. Wangapi walipoingia katika dhambi hii au ile kwa matamanio, mbele ukaja mwisho mbaya, hatari kubwa, na pengine dunia yake mwanadamu ndani ya dunia ikaanza fedheha, kuharibikiwa, mashaka, shida, tabu, kwa kuendekeza matamanio, mwisho ikawa ni hatari. Kwa hiyo mwisho wa subira ni mafanikio. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kuna umuhimu mkubwa wa watu kutarajia malipo wanapoenda katika kheri hizi na amali hizi. Kwa hiyo haji ina kheri kubwa, umra ina kheri kubwa. Hapo tumemwona Aisha kaenda kufanya hija pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pengine akili zenu zimesafiri kuona kwamba walibahatika wale ambao walihiji na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sikwambieni jambo gani litakufananisha wewe wa leo ukaweza kufanana na yule ambaye kabahatika kuhiji na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu tumsikilize Abdullah ibn Abbas anasema nini. Anasema Mtume alitaka kwenda ibada ya haji. Mwanamke mmoja akamwambia mumewe, hao wanawake walikuwa wamelelewa katika imani na dini,
alimwambia ahjijni maa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mume wangu na mimi nifanye nikahiji na mtume, nataka kwenda kuhiji na mtume mie. Akasema ma indi ma uhijuki alayhi, mimi sina cha kukupa wewe ukaweza kuhiji na mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani mnyama mnyama wa kukubeba wewe ukaenda ukafanya haji. Akasema ahjijni ala jamalik fulan, si niwezeshe kufanya hija mie juu ya ngamia wako fulani, yuko unaye ngamia ati wewe mume wangu. Akasema dhaka habisun fi sabilillahi azza wa jalla, yule tushamweka habs, kizuizini kwa ajili ya kutayarishwa kwenda fi sabilillah. Yule ngamia yule kwa ajili ya jihadi tu ndo kaekwa kwa ajili ya lengo hilo, na masahaba walikuwa wakifanya hivyo, kwamba ngamia huyu namweka kwa ajili ya hilo, kwa kuitekelezea kazi kauli yake Allah azza wa jalla, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl, tayarisheni kwa ajili ya maadui zenu hawa nguvu mtakayoiweza, na katika jambo la kutayarisha farasi kwa mapambano kama hayo. Kwa hiyo waliweka vyao kutumika kwa ajili ya kupambana na maadui, kunyanyua Uislamu. Sahaba huyo akasema yule habisun fi sabilillah, sina mamlaka naye tena mimi kumtumia nitakavyo, kamweka kwa ajili ya hilo. Yule bwana akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mke wangu anakusalimia, ameniomba ende hija na wewe. Nimemwambia mimi sina cha kukupatia wewe uende kikubebe kukupeleka haji, sina mnyama wewe. Akasema mnyama wako fulani, yule ngamia wako fulani. Nikamwambia yule habisun fi sabilillah. Akamwambia ama innaki law ahjajtaha alayhi kana fi sabilillah, ama wewe ungeamua kumchukua mnyama yule ukampa mkeo, basi pia ingekuwa na yeye huyo ngamia akatumika fi sabilillah, hata haji nayo fi sabilillah, na haji nayo inahesabika nini? Fi sabilillah. Akasema ameniamrisha nikuulize, ma yaadilu hajjatan ma'ak, ni amali gani itawiana na mtu kuhiji na wewe? Maana mwanamke alipokata tamaa nalo la mwanzo, akasema basi kaulize amali gani itakuwa sawa na kuhiji na yeye. Maana aliona ili kashalikosa la kufanya hija na Mtume sallallahu alaihi wasallam mubasharatan, lakini amali gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema aqriha salama wa rahmatullahi wa barakatuh, mpe salam zangu, kama anarejesha salamu hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpe hiyo amani, rahma na baraka, dua yangu na maamkizi yangu hayo yapeleke kwake, alafu mwambie ta'dilu hajjatan ma'i umratun fi Ramadan, kinachokuwa sawa na kuhiji na mie ni hija, ni umra itakayofanywa katika mwezi wa nini? Mwezi wa Ramadhan. Hii ni hadithu sahih, inaonyesha kwamba atakayefanya umra ndani ya Ramadhan huyo huwa kama aliyehiji na nani? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sio kama aliyehiji tu, ni kama aliyehiji tena na Mtume. Hiyo ndio fadhila ya kufanya umra ndani ya mwezi wa Ramadhan. Na imekuja hadithi Ummu Sulaim alikuja kwa Mtume akasema, Rasulullah, Abu Talha na mwanawe wameenda hija, wameniacha mie. Akasema ewe Ummu Sulaim, umra ndani ya Ramadhan ni sasa na kuhiji na mimi. Kwa hiyo sahaba radhiallahu anhum walikuwa ni watu ambao wana himma, hiyo tunaita himmatun alia, himma pevu kubwa, wanataka wafanye makubwa sana, na likiwapita jambo kubwa wanaulizia lipi litafanana na lile. Nguvu za ihtisab wao, kuamini malipo, matumaini na matarajio yalikuwa makubwa. Sasa baada ya kuyaona hayo, tuangalie kidogo yani ile hali waliokuwa nayo mitume alayhimu salatu wassalam
katika ibada zao walizifanya kwa unyenyekevu kiasi gani, kwa kujipendekeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiasi gani, ili na sisi tuweze kuwageza hawa mitume alayhimu salatu wassalam. Hawa ni watu walikamilia katika utendaji na kheri yao ilikuwa kubwa na walifanya vizuri sana katika ibada zao. Lakini nitapenda somo hili biidhnillah tuje tuliwache katika darasa ijayo, ili sote tushiriki mapema, tufike mwanzo tuone kaifa kanat hajjatul anbiya, vipi ilikuwa hija ya mitume, au walikuwa na sifa gani mitume, tukianzia na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baadhi ya mitume mmoja wawili ambao wametajwa kwa sifa zao fulani walizokuwa nazo, ili na sisi tuwageze hao waja wema, tufanane nao, tukawe nao janna. Hao ndio waja wema kusuhubiana nao. Kuna suhba ya aina mbili: suhba ya kuishi na mtu mwili kwa mwili, uko naye zama moja, na kuna suhba ya kuwasoma mitume hawa wakawa kama tunawaona kwenye uhai wetu, halafu tukachukua vigezo fulani kutoka kwao. Hata mtume sallallahu alaihi wasallam kama alioteshwa kuonyeshwa walivyokuwa mitume waliopita katika safari zao za kwenda hija, au alionyeshwa safari ya Isra, hapo pana ikhtilafu za wanavyoni, tutakuja taja hizo hadithi. Ima alioteshwa usingizini au alionyeshwa katika safari ya Isra alipoenda al-Isra wal Mi'raj, au alipewa wahi. Lakini wakati anasimulia anasema kama kwamba naona hivi sasa Musa anapita sehemu fulani, anafanya kadha wa kadha alipokuwa anaenda katika ibada ya haji. Kwa hiyo yeye mwenyewe alikuwa ni muathirika wa yale matukio yaliyojiri kabla yake, kwa sababu yeye katakiwa achukue vigezo kwa wale, na kaambiwa safa bihudahu muqtadi, geza muongozo wao. Hao ndio watu wa kuwachukua kwenye uhai. Hata sisi leo tusiwe na nafasi sana ya kupoteza wakati na uhai. Tusomeni mitume walikuwaje ndani ya Qur'an, maisha yao, visa vyao vimeandikwa katika vitabu. Masahaba walikuwaje? Wakati ushasoma Qur'ani, tafsiri ya hadithi, sasa umechoka, soma visa. Mtu anaweza akasikiliza elimu ya dini bila kuchoka, kwa kubadilisha tu aina ya taaluma. Mara amesoma Qur'an, mara amefanya dhikri, kachoka, asikilize. Ulimwengu wa leo uasi uko karibu na mema pia yako karibu. Ukitumia mitandao vizuri utafaidika nayo, ukitumia vibaya utahasirika nayo. Kuna mawaidha mangapi, kuna da'wa, kuna visa vya mitume, durus zimo, tufaidikeni nazo ili tuathirike na kila siku imani yetu iwe inaongezeka. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.